Ndio nakushangaa sana. Kwa hiyo umezunguka kijiji chote. Kiepe ndio umemwona mwanaume. Wewe ulikuwa unatakaje? Au wewe umeonaje? Mimi nikimchukua hiyo Kiepe wewe nakuhusu nini? Sio kwa umbea yule. Yaani kati ya kijiji kizima mwanaume amekosa ndio kukalamia Kiepe. Na umetisha. Yaani wanaume wote walioko hapa mimi huyo ndo nilompenda. Nataka mnichagulie mimi. Kiepe ni mbea sana. Yaani mbea sana. Pamoja na umbea wake. Lakini mimi kwangu nimeridhika. Sijaona mwanaume mwingine. Umeridhika kuwa na Kiepe? Yaani nimeridhika sana. Mwanaume hajielewi, hana haya. Alishakalia umbea tu, makao menyewe hana makao. Unanishangaza sana. Yaani ushangae, usishangae ndo nimeshampenda. Kwani ulimpendea nini huyo cha umbea? Huyo cha umbea nilimpenda hivyo pamoja na umbea wake. Yaani umbea wake ndio ulifanya mimi nimpende. Kwa sababu napata taarifa ambazo yani nisingezipata kwa wakati, lakini kwake nazipata. Umbea tu? Makubwa. Nayo ni makubwa. Ndugu umetisha. Sasa naomba mnisikilize kwa makini. Kama mmekosa kazi ya kufanya, naomba msifuatilie mambo ya watu. Mnanielewa? Tusifuatilie mambo ya watu. Kwanza mlikuwa mnaenda wapi? Sisi tuko tutembea zetu kwa tunaelekea. Basi endeleeni kutembea. Tumekutana na wewe tukaona tukuulize kwanza. Endeleeni kutembea. Ya kwangu ya wahusu. Mnanielewa? Shoga, tunatukuuliza kama sawa, endelea na umbea wako. Mmempenda hivyo na umbea wake. Naombeni mniache. Kwanza mnanichelewesha. Sawa mndugu, kwaheri. Sisi tunaondoka. Ndio hivyo baba. Hivyo na hawa watu niliokuambia wote wametoroka. Na sijui na maana gani kufanya hivi. Na kwa nini atoroke na mpenzi wangu? Ni kweli chief. Na mimi nilipata hiyo taarifa kwa yule cha umbea. Kwa hiyo wewe ulipata taarifa na hukuniambia? Ni sawa chief. Huwezi kusahau kwenye jambo kama hili. Okay. Nakutuma kuanzia sasa. Wewe pamoja na mlinzi wako naombeni mtafutie hao watu. Sawa baba. Chukua na walinzi wengine hata wawili. Mfike 4. Na mfanye hii kazi mara moja. Sawa baba. Na wahitaji mniletee hapa. Nahitaji baraka zako katika hilo baba. Asante baba. Naamini kwa baraka zako tutalifanikisha. Na huyu pia unganeni naye. Sawa baba. Yawezekana ameshiriki kwenye hili. Uweze ukapata taarifa na usifikishe. Na wewe ungana na okay hapo. Sawa chief. Ondokeni. Shogangu na habari. Habari gani? Mtoto wa chief katoroka. Katoroka?
Siku gani? Nimekutana na Kidoti kaniambia mtoto wa chifu katoroka. Na atakayemuona atapewa zawadi. Zawadi? Sarafu 100. Sarafu 100? Shogangu. Naya. Nzuri. Nimesikia mnapiga umbea kwamba Bevo katoroka. Na kweli ametoroka. Na mfalme ametangaza atakayempata atapewa sarafu 100. Yaani mtoto wa kiume mbea. Kijiji chote kinakufahamu. Jamani, mimi ni mbea wapi? Wewe mbea, umefikaje huko wakati tulikuwa kwa wawili tu? Jamani, si lakini ni njia jamani, sio njia lakini jamani. Ungepita tu ukanyosha ukatuacha sisi tuna maongezi yetu. Mimi marafiki zangu siwezi kupita. Kwani sasa jamani? Mnanitenga kiasi hicho rafiki yenu? Sio kwamba tunakutenga. Wewe mtoto wa kiume, hapo sasa hivi ungekuwa unajali mambo yako huko. Umepita tu. Kwanza tu hatutarajii kama utapita hapa na wewe. Jamani. Kwa kumbe nimekuwa mbea tena kiasi hicho. Ni mbea, sio kwamba umekuwa mbea. Mimi kwa kweli naenda kumtafuta na nikibahatisha kumpata sawa. Naweza kumuomba chief nikae kwake. Sawa? Unaona? Hata nikiwa mlinzi wa chief ni kawaida. Hayupo mtu akukubali ukaishi kwa chief kwa sababu wewe ni mbea. Kama ni mbea nitaacha, taishi kwa chief kwa sababu taishi maisha mazuri na ya raha. Sio maisha ya kuteseka kiasi hiki. Mjana kuto natembea. Yaani mimi siku zingine natembea mchana yaani mimi nimechoka maisha. Hata nikienda kuishi kwa chief ni kawaida tu. Bora. Basi ondoka utuache. Kwa chifu. Kila muda unazungumzia kwa chifu. Kwa chifu hapo kuna nini? Kwa chifu kuna maisha mazuri. Kama unaona je? Maisha mazuri ya kutafutiwa na chifu. Unabidi upambane wewe mtoto wa kiume. Nitapambana nikiwa kwa chifu. Kwanza lazima chifu anitafutie mwanamke mzuri wa kuoa. Unabidi utafute mwenyewe mwanamke sio chifu. Na washangaa nyinyi wasema inabidi nitafute mimi mwenyewe. Nitafute na kipato gani cha kutafuta mimi mwenyewe mwanamke? Wewe mtoto wa kiume unashinda kupata kipato. Inalazimisha ukaze. Na mnajua hapa kijijini sina baba wala mama. Wote wameshatangulia mbele yake. Kwa hivyo nipambane peke yangu kivipi? Lazima niende kwa chief kwanza. Akanisaidie. Huyo chief hajakuzaa inabidi upambane. Chief ndo mtaa wetu wa kijiji. Hata kama ni mtawala na yeye pia na watoto wake. Tatizo uko mbishi sana. Mimi nilikuwa nategemea sawa. Labda nikifikisha hata miaka 20 hata 30 huko. Nize nikuchumbie. Kumbe uko mbishi. Hivi naweza kupata kabisa. Hivi wewe kwa umri wako unaweza kunioa mimi? Kwa kumbe nimekuwa mzee au nimekuwa mdogo? Hebu jiangalia, siwezi kuolewa na mtu limbea. Jamaa. Eti wewe unasemaje dadangu? Mimi sina la kusema. Yaani wewe yamekushinda huko umekuja hapa. Kilichokuleta hata sikioni hapa kwanza. Kichonileta. Unataka uoe? Unashangaza sana. Lakini Mungu akipenda naweza kuoa hata wewe. Mimi unioe wewe? Hapo wewe unakupendaga mimi. Wewe unanipenda mimi? Koma kabisa. Koma siwezi kwa sababu siwezi kujikoma na misumari peke yangu. Hauwezi kwa sababu wewe mkaka wewe ni malaya na ni mbea. Mimi milana nimeshamtongoza hapa kijijini kwetu jamii. Hata kama hujawahi kumtongoza mtu, hapa kilichokuleta nini? Mara unanipenda mimi, mara unampenda shogangu. Shogangu mimi simpendi kwanza. Hivyo una akili kisasa wewe kweli wewe? Una akili na kutosha? Kama jinga vile. Sina akili kweli jamii. Basi ondoka tukutaki. Jamii. Sasa kweli ndo umenifukuzia bwana. Umesema unaondoka kwenda kwa chief, sijui kumtafuta mtoto wake na sio leo wala kesho nitamtafuta tu na nitampata. Unategemea hela za kwa chief? Yaani umeshinda kutafuta, unaenda kutafuta hela za kwa chief kweli? Watu wenyewe mko wa malaya, afu mnaanza kuniambia nini? Mko wa malaya. Naondoka Na ninaenda. Wewe mwenyewe hapo malaya muone. Acha niwe malaya. Mwenyewe una hata shepu. Sio.
hawa wameelekea upande gani? Wakati elekea naonekana wako maeneo hayo. Kwa hiyo hebu tutafute tuchunge.